Wanachama wa ODM wanamkashifu sana Oburu kwa kudai kwamba atawania kiti cha ugavana, wakati party leader anafaa kuwania kiti cha urais. Sasa wanasema kwamba Oburu anachezea mchezo gani kwenye broad based government? Oburu ana mpango gani na chama chao alichowachiwa na ndugu yake Raila Amolo Odinga? Ati unaita aspirants ukiwaongelesha na unawahakikishia kuwa utahakikisha wakuwe kwa debe, kumaanisha saa hizi au wenye unafanya nao kazi ni machungwa. Da, hapa ni noma kweli. Au wenye unafanya nao kazi si watu. Mr. Oburu, tafadhali enda hospitali wa kuangalia, wacheka kileo kama iko sawa ama iko sawa. Sisi hapa, na baada ya kumwambia yoyote, wamemwambia aende hospitalini apimwe akili, yani waangalie akili yake kama iko sawa ama huyu mzee anachanganyikiwa. Kenya kweli. Moto shawaka. Karibu kwenye Don TV ma story, nawaletea story kem. Hii ni story time na Don TV production. Ase kweli Kenya ndo nchi ambayo ni ya kipekee sana duniani. Imagine rais yupo anahutubia watu sehemu moja ambapo kijana ana shida Kilifi Kenya. Kilifi Kenya, wakati rais anahutubia, kijana mmoja akapata fursa, akaona hapa napata fursa, napata chance ya kumkaribia rais. Akapiga hesabu zake fasta sana, akaona kwamba vipi, mbona bodyguard wameshalala, wamesinzia? Kijana vipi, yupo na rais? Jambo hili limezua faraja sana katika nchi za Afrika, sana limezua sana katika serikali ya President Ruto. Hata hivyo, tukiachana na Wakenya, ni watu walioshindikana, ni watu wenye vichwa vigumu, wanampa rais wao hata hawezi kulala, wanamfanya hawezi kulala. Kwa Kenya, nchi ajabu sana. Katika ma story tunawaletea story baada ya story ya Don TV. Ukipenda story zetu, subscribe, like, comment. Tuendelee kusapotiana. Na leo tunamwangazia aliyekuwa rais wa Kenya na sasa ni makamu wa rais, Uhuru Kenyatta. Amevamiwa na askari, jopo la askari wanajeshi. Watu hawa walikuwa wanaita vurugu kwake, na hakika walikuwa wametumwa. Sasa alipotamka mtoke mwende, yani mtokeni kwangu mwende, ilibidi wamtii. Na watu waliokuwepo wamemzunguka rais wa zamani wa Kenya waliwakashifu sana. Na hapo alitoa amri moja, na kama unavyoona hapo wameanza kuondoka, ndio wanaondoka wanaenda. Ina maana huyu jamaa bado ana nguvu katika serikali ya Kenya. Ina maana ni kama vile Tanzania, Kikwete bado ana nguvu juu ya Tanzania. Alafu Gen Z wanasemaje katika nasikia ati jana ati mtu ameenda kuhangwa shingo ya Ruto Mr. Speaker. Ni kitu mbaya na ni kitu mzuri Mr. Speaker, kwa sababu Ruto, umejua hata ile uzuri yake inaweza fanya tu hang kwake Mr. Speaker. Uzuri ya Ruto inafanya hang kwake. Ruto ni mzuri sana, hata kuvaa luku anapiga,
amepiga gym vizuri, nguo iko sawa, mwili iko sawa. Mr. Speaker, Ruto hata unaweza hang kwake Mr. Speaker. Mimi najiolesanga, nimeona huyo kijana alihang kwa Ruto. Ingekuwa ni Rigathi Gachagua, wewe unaweza hang kwa Rigathi Gachagua Speaker? Tuongea sana tu kweli. Umejua Mr. Speaker, Ruto ako na mwili ya kuhang, unasikia? Lakini Rigathi Gachagua unapata akifunga mshipi yenyewe inakaa kama kamba ya kuvuruta lori Speaker. Huwezi hang kwake. Alafu kibuno yake inakaa kama mahindi nusu gunia. Fungwa na kamba. So Mr. Speaker, Ruto ni president mzuri sana na watu wanampenda, ndio kwa maana watu wanataka kuhang kwake. Na tahadhari kwa wazazi. Kwa wazazi, walinde watoto wao, chungeni watoto wenu kwa sababu dunia sasa hivi imeharibika. Huyu hapo mnayemtizama na binti mdogo sana mwenye miaka kama 15 hivi, sikosei 15. Binti huyu anatumiwa na watu kuiba watoto. Picha yako katoto kadogo nako kaona, hako kabinti kadogo hako kalikuwa kameibwa na huyu hapa ambaye anahojiwa na watu. Hebu msikizeni anavyosema sasa. Na tahadhari kwa wazazi. Kwa wazazi, walinde watoto wao, chungeni watoto wenu kwa sababu dunia sasa hivi imeharibika. Huyu hapo mnayemtizama na binti mdogo sana mwenye miaka kama 15 hivi, sikosei 15. Binti huyu anatumiwa na watu kuiba watoto. Picha yako katoto kadogo nako kaona, hako kabinti kadogo hako kalikuwa kameibwa na huyu hapa ambaye anahojiwa na watu. Hebu msikizeni anavyosema sasa. Ndio kamwizi ka watoto haka tunakaona ati 15 years. Huyo ni mwizi wa watoto huyo. Kwanza alikuwa amekuja kuchukua mwingine. Mobi ilikuwa inataka kukuua, tumekuleta hapa for your safety. So we don't know how tutapata mtoto. Tutafanya aje? Ako safe wapi? So uko tayari kusema ukweli? Utaambia polisi ukweli? So utazungumza naye, lakini pia sisi lazima tupate ukweli sababu sisi ndio tumempata. Sawa? Wazazi lazima wasikie pia. Si ndio? Mtoto wako safe? Yes. Alikula jana? Alikula jana? Jana. Nenda uko bebe mkasa ya alikula. Alikula jana? Alikula mchana. Alikula mtoto alikula. Achana na kukula. Nataka ni mtoto. Achana na yeye. Leave the rest to us. Kwanza tuna question. Then right? So we need to secure the baby now. It's okay. That's what I'm saying. We cannot Binti huyo kapelekwa kwenye chumba maalum cha mahojiano. Na ameahidi atasema kila kitu. Na hiyo siku ulikuwa unamchukua. Atasema watu waliomtuma. Atasema mtoto yuko wapi. So nilikuwa na waonya sana wazazi, muwe macho na watoto wenu. Watoto wadogo muwe macho nao sana, kwa sababu huwezi jua kila mtu ako na akili tofauti, mawazo tofauti. Jamani, tuwalinde watoto. Don TV kwenye mastori leo tunafunga ukurasa wa leo. Tukutane kesho kuanzia saa 5 mpaka saa 6. Don TV 1 hour.
is over. Akaniambia hivyo. Majengo. Hapo raunda. Hiyo siku yangu pili kwanga siku yangu ya kwanza ndo akaniambia hivyo. So wewe ulienda kuiba mtoto ndio upewe simu? Na ukapewa simu? Sikupewa bado simu, sikumpelekea bado mtoto. Nilisema acha kwanza akae kwetu, sikundapata futa ndampeleka. Ulijuaje atamuua? Sikuwa najua, alisema nimpelekee mtoto.